لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد. Ni ashkuriwe sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na jaala zake au na jaala yake kwa kutujalia tukiwa tumo katika 10 la pili mwishoni la mwezi wa Ramadhani. Hii ni neema yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wengi wetu wameikosa neema hii. Mashekhe, jana tuliahidi kuwa leo Allah akitujalia tutaendelea na yale mambo matatu. La kwanza, kuthibitisha sunna na usahihi wa kuleta al-adhkari baada salawati al-maktubati kuwa ni sunna. Tukathibitisha hilo na tukasema tutakuja kuthibitisha pia kuwa ni sunna kumswalia mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallama baada ya swala za faradhi. Lakini pia tukasema kwamba tutakuja kuthibitisha ni sunna kupeana mikono baada ya swala za faradhi. Tukaeleza kuwa kwa nini twasema haya. Twasema haya ili Waislamu waelewe, kwa sababu Muislamu akiujua mlango mmoja wa ilmu, akijua mas'al mmoja ya ilmu, akajua usahihi wake, basi tuambiwa huyo ni bora kuliko aliyeswali rakaa 1000. Na tukasema kwamba hadithi hiyo ni sahihi. Yani Muislamu akijua kwamba kupeana mikono baada ya swala za faradhi ni sunna, akalijua hilo kisheria, basi kujua kwake huko ni bora kuliko huyu Muislamu akaswali rakaa 1000 za sunna. Ina maana ukijua hiyo ilmu wewe utampa mwenzako naye atampa mwenzake ila yaumul qiyama. Lakini wewe ukiswali rakaa 1000 ni zako wewe tu, ndio maana yake hiyo. Lakini pia tuliombwa na miongoni wa waumini wa hapa yaelezewe maisha ya barzakhi, maisha ya akhera. Yani kile kizuizi binadamu akifa kuna sehemu wanawekwa, anasubiri siku ya kiyama. Sasa hapa kuna mengi sana na maisha haya ni marefu sana, ambapo pia waumini waliomba basi wapewe hata uchache wa maelezo kama hayo. Basi insha Allah bihaulillahi azza wa jalla qudratihi, nukta hiyo tutaianza kesho, kwa maana kesho hapa tutakuja kuelezea maisha ya barzakhi na kuna mengi hapo ndani. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atupatie uzima huo shaba kesho. Mashekhe, Imam amenikumbusha, shehe, umesahau kwamba kesho ni yaumul jumua, unakwenda kutoa hutuba, na utaratibu wetu tumejiwekea kwamba siku za Ijumaa hapa tunakuwa tuna ofu, tuna mapumziko. Naam, hii ina maana kwamba ni siku ya Jumamosi insha Allah bihaulillahi azza wa jalla qudratihi tutaelezea hayo maisha ya barzakhi. Naam, jana tulitoa athari ya mtumi, tulitoa athari ya Abdillahi bin Abbas, ambayo wale wanawachuoni wa kisalafi ndiyo kwao ilikuwa ni hoja kuwa ni sunna kuleta al-adhkari kwa sauti ya juu baada ya swala za faradhi. Ikaja hoja hapa kwamba mbona hayo ni maneno ya Abdillahi bin Abbas, kwamba kulikuwa kuna adhkari wakati wa mtume bisauti al-ala au birafi'i sauti. Hivi hatupati dhikri yoyote ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alinakiliwa kwamba
ileta kwa sauti ya juu baada ya swala za faradhi ili watu wakinaike. Sijui nafahamika vyema? Basi leo kabla tujaingia sunna ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama baada salawati almaktubati, twatoa hadithi moja ambayo ni thibitisho kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama yeye kama yeye alileta dhikri kwa sauti baada ya swala za faradhi. Hadithi hii ameiandika al-Imam Shafi'i fi al-Ummi, lakini pia fi musnadihi. Al-Imam Shafi'i vitabu vya hadithi vikubwa na viwili, ana ummu ambao ni fiqhi, lakini pia ndani mna hadithi, alafu ana musnadi yake. Kwa katika musnad ya Imam Shafi'i ameiandika, lakini pia katika al-ummu yake ipo, lakini pia imeandikwa miongoni mwa maimamu wake al-Baghawi fi sharh sunna ameiandika pia hadithi hii, lakini pia imeandikwa ni miongoni mwa maimamu wake al-Baihaqi ameandika nayo, al-Baihaqi fi ma'rifati sunani naye pia ameandika. Al-Baihaqi ni miongoni mwa aima wa hadithi, wana vitabu vingi sana. Al-Baihaqi ana vitabu havipungui 24 vya hadithi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Lakini pia Ibn Abi Shaybatan ambaye huyu ni mkubwa wao hawa, kina Imam Shafi'i, kina Imam kina Imam Baghawi, kina Imam Al-Baihaqi, mkubwa wao ni Al-Hafidh Ibn Abi Shaybatan fi musannafi. Hadithi ameandika ni hadithi sahihi, ni hadithi sahihi, hadithi ya Abdullah bin Zubair, Mwenyezi Mungu amwiradhi yeye na babie. Asema huyu kuwa kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, mtume alikuwa. Ikija kana katika hadithi ina maana ilikuwa ni desturi yake. Akisema sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, na akisema kana sami'tu, inawezekana alimsikia siku hii moja, lakini akisema kana ina maana ilikuwa ni ada, desturi yake. Kwa hiyo kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama idha sallama min salatihi, akitoa salamu katika swala yake, akimaliza swala yake akitoa salamu, yaqulu, akisema bisautihi al-a'la, kwa sauti yake ya juu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama yaqulu bisautihi al-a'la, akisema kwa sauti yake ya juu. Akisema nini? Akisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir ila akhiri. Dhikri hii Abdullah bin Zubair asema kuwa idha sallama min salatihi yaqulu bi sawtihi al-a'la la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku ila akhiri. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii sahihi kwamba yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliweza kuonekana, kusikika akileta dhikri hii kwa sauti ya juu. Tumesema kwamba kuna hadithi zaidi ya 17 zinazothibitisha ni sunna kuleta dhikri kwa sauti baada ya swala za faradhi. Hii nukta kwanza. Lakini pia nukta pili nigusie, ambayo kabla tujaingia katika kuleta swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lilikuja swali kuulizwa kwamba hii ni kwa sauti ya juu, lakini kwa pamoja iko wapi? Sinafahamika vyema, yani kwa pamoja iko wapi? Tukasema Al-Uthaymeen yeye asema kila mmoja akileta kivyake watu watashawishiana, watatatizana, hivyo ni bora iletwe kwa pamoja. Kufanya hivyo
itapelekea watu watakuwa katika mkondo mmoja. Kaambiwa basi hakuna dalili yoyote ambayo itakayotupelekea kuthibitisha kwamba ni bora iletwe kwa pamoja. Hapa nataka tuonyeshe faida ya al-adhkari inayoletwa na mtu peke yake na al-adhkar inayoletwa na jamaa. Ikipatikana faida ya jamaa, basi itakuwa ni aula jamaa kuliko nini? Mufrad. Narudia, nataka kuonyesha faida inayopatikana al-adhkari, nyiradi, dhikiri zikiletwa kwa pamoja. Ikipatikana faida kwamba kuleta kwa pamoja kuna faida zaidi, basi itakuwa zile adhkari za Mtume sallallahu alayhi wasallama zilikuwa ni kwa pamoja, kama Al-Uthaymeen yeye alivyofutu kinamna hiyo. Hadithi hii ameiandika al-Imam Ahmad wal Bazzar, lakini pia wa Abu Ya'la fi masanidihim, wote katika zadi zao, lakini pia Tabarani fi al-Awsat, al-Haythami fi Majma'i Zawaid ya hadithi kaipitisha akisema wa rijaluhu rijalu sahih, kwa maana wa Ahmad, alafu ndani yake kuna Maimunun Marai, akasema huyu ni thiqa, tena jamaatun imemfanya thiqa, kwa maana hadithi tunayoiongea ni sahihi, imepita. Hadithi ya Anas bin Malik, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Anas yasema hivi, huwa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qal, Mtume amesema, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah tabaraka wa ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajhahu illa nadahumul munadi minas samai. Asema Anasi kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, hawatokei watu wakakusanyika wakawa wanamdhukuru Allah kwa pamoja. Haitokei kwa watu waliokusanyika wakawa wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja, isipokuwa watu hao anawanadia malaika kutoka mbinguni. Almunadi huna bimaana, munadi huna huwa almalaika. Munadi au munadu huna bimaana almalaika, isipokuwa hawa waliokusanyika wakamdhukuru Allah kwa pamoja, malaika kutoka mbinguni atakuja akinadia hawa, akiwanadi hawa, kwa maana kuwanadia, anawaambiaje? Anqumu maghfuran lakum, simameni, ninyi mmeshasamehewa madhambi yenu. Hizi adhkari hawakuomba msamaha, la, adhkari kwa pamoja wamemdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo chao cha kumdhukuru Allah kwa pamoja, malaika ananadi, ambia nyinyi simameni, mmeshasamehewa tayari madhambi yenu. Lakini mbali na kusamehewa, ambayo mimi binafsi nimeipenda zaidi ni ifuatayo, malaika atasema faqad buddilat sayyatukum hasanatu, yameshabadilishwa yale mabaya yenu kuwa ni mema. Mashekhe, yani kitendo cha Waislamu kukusanyika pamoja wakamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, malaika anawaambia nyinyi simameni, tayari mshasamehewa makosa yenu. Lakini mbali na makosa yao kusamehewa, malaika awaambia kwamba yale mabaya yenu, madhambi yenu yamebadilishwa, yameshakuwa mema.
Allah kule sema illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Allah sema hivyo, wanaotubu wakafanya mema kweli kweli, wakamtubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbali na kusamehewa makosa yao, yale makosa yanabadilishwa kuwa mema. Wale wametubia wale, lakini hawa wamekusanyika wakawa wanamdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labda tuonekana mbona kama hadithi hiyo haieleweki hivi? Yani mbona kama hadithi hiyo haieleweki hivyo? Kuna hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mashuhuri ya ashabi sunani, lakini pia Muslim. Muawiya asema kharaja anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja ala halkati min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidini wa manna alaina bik. Ina maana kwamba Muawiya asema alitoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaenda sehemu akaona maswahaba wamekusanyika. Huu mkusanyiko wa maswahaba Mtume hana habari nao. Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akamweleza kwamba kuna watu huko wananema kadha. Mtume yeye apewa hizi habari na Jibril, hajui kwamba kuna watu wamekaa huko. Ni kwamba watu wenyewe binafsi walijizulia wakakaa wakawa wanamdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mtume akatoka mbio kufika kule akawaambia ma ajlasakum, kitu gani nyinyi kimewakitisheni hapa? Kitu gani nyinyi kimefanya mkae hapa? Wale masahaba akajibu hivi, qalu, wakasema jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidini wa manna alaina bik. Sisi tumekaa hapa, kazi yetu ni kunad'u Allah, tumuomba Mungu, wa nahmaduhu ala ma hadana lidini, na tunamshukuru Mungu kwa kutuongoza katika dini yake, lakini pia tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutunemeshea yeye Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Basi Mtume akaapa sana, wale wakashangaa sana. Mwisho Mtume akasema hivi, mimi sijaapa labda na watuhumu nyinyi, bali inama atani Jibril salam, isipokuwa mimi Jibril amenijia akanipa habari kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anajifakharisha na Mwenyezi Mungu na nyinyi kwa kikao chenu hichi. Kikao kile alikuwa Mtume hakifahamu. Kikao kile wanamdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, umoja wao ule Allah anajifakharisha na nani? Na malaika. Hivyo basi Muislamu, Waislamu wakikusanyika sehemu wakimdhukuru Allah kwa pamoja, wanapata msamaha kwanza. Pili, mabaya yao yanabadilishwa. Tatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anajifaharisha na malaika kule mbinguni kule. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba tasbihi zetu hapa zikienda kwa pamoja, mbali tuwafanye sunna, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala awaambia malaika, waangalieni waja wangu wale tayari wameshamaliza faradhi, sasa hivi wanadhukuru mimi kwa pamoja, nimewasamehe madhambi yao, lakini pia nimebadilisha madhambi yao kuwa mema. Hii ni hoja ambayo Waislamu waichukue ili iweze kuwasaidia zaidi. Naam, kabla hatujamaliza, ingawa muda mdogo, tuingie nukta ya pili hii, nukta ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama baada sala za faradhi. Naam, tunaona misikiti mingi kama tulivyosema jana kwamba imam anapoleta ile aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, watu wanasimama. Utasikia haikuthibiti katika swala baada ya salamu kusomwe Qur'ani, kusomwe aya. Jamani, si tumesoma sisi hapa miezi iliyopita kuwa Muislamu akisoma Ayatul Kursi
baada swala ya faradhi ufanyaje? Hukingwa na moto. Lakini riwaya nyingine, hakuna kitu kinachomzuia kuingia peponi ila nini? Ila ni mauti, kifo. Ina maana akifa huyu Muislamu kabla hajaswali kipindi kingine, yeye ni mtu wa peponi. Na athari imekuja nyingine, ikiwa Muislamu hakukadiriwa kuingia peponi, hawezi kuisoma hii aya. Ili ujione kwamba yeye ni mtu wa peponi, ni baada ya salamu katika swala za faradhi kusoma hiyo nini? Hiyo aya. Hii ni Qur'ani. Kwa hiyo kwamba hakuna nafasi baada ya salamu kusoma aya. Ziko aya maalum na sura maalum za somwa baada ya swala. Kwa hiyo imamu kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ni sunna pia, kwamba kimesomwa aya baada ya nini? Baada ya swala za faradhi. Kwa hiyo hakuna ubaya. Basi mashehe, likifanyika hilo, utaona Waislamu wanaondoka. Hii ni hali ya kusikitisha sana, ya kushangaza sana. Tuambiwa mtu ambaye hakumswalia anapotajwa Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, na asimswalie, amepata hasara. Naam, wako maulama wakasema anapotajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam usipomswalia unapata dhambi. Wako waliosema hivyo. Kwa hiyo ni hasara kubwa zaidi kwa Muislamu anaswaliwa Mtume, au Muislamu yasomwa aya ya kuwataka waumini wamswalie Mtume alafu yaondoka. Ajui kwamba Muislamu akimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwanza anafutiwa madhambi 10. Baadhi ya shurahu wamesema nini? Minal kabairi. Lakini pia anapewa thawabu 10. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala umnyanyua daraja 10. Alafu hunaka malak, kuna malaika huku asema nawe pia Allah subhanahu wa ta'ala akurehemu, baada ya Mwenyezi Mungu kumpa rehema 10. Na rahmatun moja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni sawa na thawabu zote ambazo Muislamu atakazozitenda au kuzifanya. Hii ina maana ndefu, muda hautoshi kuelezea kwamba rehema moja ya Allah ta'dil kullu thawab, inataka muda mrefu kuelezea kwamba rehema moja ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na mema yote ambayo mtu atayafanya. Na haswa ni kuzingatia kile kisa cha yule mtu atakayeingizwa peponi, alafu Allah subhanahu wa ta'ala amwambie kwamba idkhilil janna, ingia peponi kwa rehema zangu. Asema la birahmatika ya rabbi bali biamali, kwa amali zangu. Utakwenda mvutano na Allah mpaka mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala atapima zile thawabu zake, hija zake, zaka zake, somo yake, na rehema moja tu ya jicho zitashindwa zile. Ataambiwa haya, ingia motoni. Kwa nini? Kwa amali zako. Kwa hiyo rehema ni jambo kubwa mno mashekhe. Unapomswalia Mtume, hata kama wewe ni mnafiki, unapata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana baadhi ya al-aimma wakafikia hatua kusema kwamba ni faida gani ambayo inapatikana, ni faida gani haswa iliyopatikana katika laqad jaakum rasulun min anfusikum. Aya hii Muislamu akisoma mara moja tu kwa siku moja, basi hawezi kupata ajali ambayo itakayompelekea kiungo chake kuungua au kuvunjika. Wamesema hivyo. Haya, kwa nini? Akaambiwa kwa sababu ndani aya hizi yanatajwa majina mawili ambayo yanapelekewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye ni rahma. Kwa kuwa ni rahma, basi Allah azza wa jalla anafidia yale yote. Jamani, hadithi ambayo twaitaka leo tuelezee kuhusiana na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya swala za faradhi. Hadithi ameiandika Abu Ya'la fi musnadihi. Hadithi hii imesahihishwa na Al-Hafidh Al-Haythami fi Majma'i Zawaidi, akasema warijaluhu thiqat, rijali wake ni mathika.
Lakini pia As-Suyuti katika Jami Sakhiri yake hii hadithi ameipa daraja la hasan, kwa maana kwa mahufadhi wawili hawa hadithi hii ni sahihi. Tuwachane na wanaoikataa. Huyu Al-Haythami ameikubali, As-Suyuti ameikubali. Hadithi yasimuliwa na Abi Haruna, huyu ni tabi'i. Abi Haruna asema qulna li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tulisema kumwambia au kumuuliza Abu Sa'id al-Khudri. Tulimuuliza, hawa ni tabi'i, tabi'una hawa ni watu ambao wamewaona maswahaba, hawakumuona mtume. Sahaba ni mtu ambaye kamuona mtume na akamwamini na akafa ila hali mu'min. Wakamuuliza haya, hal hafidhta an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama shay'an kana yaquluhu baada ma sallama, hivi umehifadhi chochote wewe kutoka kwa mtumi sallallahu alayhi wasallama ambacho alikuwa akikisema baada ya kutoa salamu? Kuna chochote ambacho wewe umekihifadhi? Kipo? Abu Sa'id akawajibu, naam, ndiyo kipo. Haya, ni kipi? Akasema, kana kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, alikuwa mtume akisema baada ya nini? Baada ya salamu akisemaje? Akisema hivi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Labda nitauliza, haya hapo mtume kamsalia Mwenyezi Mungu, asema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, mbali na kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, asema wasalamun ala al-mursalin, na amani iwaendee al-mursalin, mitume ambao waliopewa kaumu. Salam yani mtume awaswalia mitume ambayo ni mursalin. Yeye mwenyewe yumo hayumo? Mashekhe yumo ambaye yeye ni sayyidul mursalin. Kwa hiyo wasalamun ala al-mursalin, kwa mahaba yake hakutaka kujiswalia yeye peke yake tu, la, alipelekea mpaka kuwasalia na mitume wengine, yeye mwenyewe akiwemo ndani. Kwa hiyo ni sunna kuletwa nini? Swala ya mtumi sallallahu alayhi wasallama baada ya swala za faradhi kwa hadithi hii. Lakini Ibn Qayyim katika fi Jalahil Afhami fi fadli salati wassalami ala Muhammadin khairil anami, kitabu chake hichi kinahusu swala ya mtume tu, ameweka mawatini nyingi ambazo mtume anaswaliwa. Yani ameelezea sehemu ambazo kwa elimu yake alikuwa nayo ni sunna mtume kuswaliwa. Basi katika almawatinu ya alkhamisu wa 30, sehemu ya 35, yeye akasema ni min mawatini salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama uqaiba salawati almaktubati. Sehemu ya 35, Ibn Qayyim mwanafunzi wa Ahmad bin Taymiyyah asema ni sunna kuswaliwa mtume ni sehemu baada ya swala za faradhi. Yeye hapa aliweka hadithi dhaifu, lakini pia ni athari, tena pia kindoto. Sisi kwetu hapa tumeweka hadithi sahihi iliyosahihishwa na mahufadhi wawili, ambayo mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye aliyewatakia rehema kwa nani? Mitume wenzake na yeye mwenyewe kwa ujumla. Mashekhe, ni swatisheni inshallah, muda wetu ni mchache. Mpaka hapa niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.